Kuna siku alikuja mtu mmoja kunitembelea nyumbani, wakati huo nimepigika vibaya mno. Nalala chini, nimeweka godoro chini hivi. Sizungumzi miaka mingi sana. Nazungumza wakati najulikana. Yaani ukiniona huko nje ulikuwa huwezi kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya maisha yangu. Lakini it was a big blow in my life. Nalala chini, nimeweka godoro chini. Jamaa tu kila siku anataka kunitembelea, sitaki. Sio kila ambaye anakataa umtembelee ana upendo, ndugu zangu. Zingine ni mbinu. Sio unalazimisha mpaka yani sasa. Kwa nikawa namkwepa sana, lakini kwani ushamwambia naishi wapi? Ilikuwa Kinondoni, maeneo ya Mahakamani. Kwa kuwa ameshajua. Sikutoka nipigia simu. Vipi? Uko wapi? Sasa mimi sijui yuko wapi. Niko home, akasema na mimi niko around hapa. Sasa jambo la kuniambia sasa. Lakini alikuja pale ndani, nikamkaribisha. Ilikuwa ni 2 rooms na sitting room. Akaingia, kwanza ameingia, anakuta hamna kitu pale. Hamna chochote, yani hapo kwenye sitting room kwa hamna kitu chochote. Akamwambia okay. Akamwambia na huko, nikampeleka, kulikuwa nimeninginiza makoti. Wakati nilikuwa na makoti yangu kama 3 fulani hivi, na swali kama 2, lakini nilikuwa napiga zile permutation, zile hesabu nazijua zile za kuchanganya, yani huwezi kujua, kila siku unaona mpya. Kwa sababu kwenye uhitaji pia kuna kuaga na hekima ya kuishi. Kwa alikuwa yani huwezi kujua kama nilikuwa nazo chache. Smart, ndio maana naambia usionyeshe watu maskini wako. Sio lazima wewe ujionyeshe, kwa sababu haina faida hata ukionyesha, nafikiri atakusaidia. Kwa hiyo nikamwambia hapa, akamwambia ni chumba cha kuweka nguo. Si unajua? Yaani mpaka uwe na chumba cha kuweka nguo wewe umefika mahali. Yaani wewe umepiga hatua kwenye maisha. Akamwambia ni chumba cha kuweka nini? Nguo. Tukafika pale, akamwambia hapa ndio sitting room. Akamwambia no. This is a sitting room. This is a standing room. Hakuna pa kukaa. Kwa hiyo tukaingia chumbani, tukakaa kwenye godoro. Tukaanza kupiga story. Kamaona machozi yanamlenga sana. Akanambia aisee, nafikiri sisi ndio tunatakiwa tukutie moyo wewe, na sio wewe kututia moyo sisi. Yaani ndio revelation alikuwa ameipata hiyo. Nikamwambia ni sawa, lakini naomba nikuulize swali. Ukiwa kituo cha daladala unasubiria daladala, umeshoka kwenye kituo? Akasema ndio. Umeshawahi kulalamika kwa nini hakuna friji kwenye kituo cha daladala? Akasema hapana. Umeshawahi kulalamika kwa nini hakuna TV kwenye kituo cha daladala? Akasema hapana. Nikamwambia kwa nini? Akasema sinapita. Nikamwambia na mimi hapa niko kwenye kituo cha daladala. Kuna mahali nafanya nini? Naelekea. Trying season of your life. Ukiweza kusurvive hiyo moment ya maisha yako, hakuna kitu kinaweza kikakutoa. Kwa naambia tu, hata leo nipoteze kila kitu nilichonacho, I will come back. Kwa sababu mafanikio yangu mimi hayatokani na nilichonacho, yanatokana na kile kilichomo ndani yangu. Anasema Christ the hope of glory. Ndio maana Isaka walipofukia visima kuhangaika, wanafukia cha kwanza anatembea, anaenda kuchimba pengine. Wanafikia cha pili anatembea. Walikuwa nafikiri Isaka anatafuta maji. Walishindwa kuelewa kwamba ni maji anamfuata Isaka chini kwa chini. Kila anakokwenda maji yanapatikana.